ndani yao hakuna utimilifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Na tutamaliza na kanuni moja inayosema ya kwamba hakuna hesabu ya mafanikio ambayo inaweza kuchukua nafasi ya nguvu na motisha ya kugundua nafasi yako ya kipekee na kuifanyia kazi kuelekea ndoto zako. Narudi tena kwa wale wanaoandika. Hakuna hesabu yoyote ya mafanikio inayoweza kuchukua nafasi ya nguvu na motisha ya kugundua nafasi yako ya kipekee na kuifanyia kazi unapoelekea ndoto zako. Maana yake nini? Hii kanuni nataka kukufundisha nini? Hata ufanikiwe vipi, haijalishi wewe unamiliki mashamba, haijalishi unamiliki majumba, haijalishi unamiliki magari, kama uko nje ya kusudi lako, jua ya kwamba haujaenda sehemu yoyote. Hautakuwa tofauti na mzee Cambridge, hautakuwa tofauti na Wilson Jr. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni mifano miwili tumeichukua, lakini watu wengi ikiwemo hata humu ndani kuna watu wako kwenye hiyo lifestyle. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanielewa. Sijui kama umeelewa hiyo kanuni vizuri. Manake kitakachokupa motisha leo ni kusudi lako. Kitakacho kufanya wewe ufanye kitu na nguvu ni kusudi lako. Lakini sasa ukipachikiwa kusudi ambalo sio lako, utapoteza muda mwingi sana, na siku moja utapenda ujiue kama mzee Cambridge. Kuna watu wamefanikiwa, lakini unasikia alidondoka kwenye ghorofa ya 30 ya kafa. Nafikiri hiyo swali mshasikia. Ziko. Yule jamaa utasikia alikuwa ndo nani MC kabisa, MC, lakini alijiporomosha kwenye ghorofa akafa. Sasa MC ni kuacha MC. Na MC anapoendesha kipindi unamwona ni mtu mwenye furaha, anashabikia ndoa, anafanya nini, unasema na mimi natamani niwe kama ule MC. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya siku 2 amejimaliza mwenyewe. Na watu wengi wanajiua kwa sababu gani? Wamejiingiza kwenye vitu ambavyo sio vya kwao. Wakati kuta sasa wamekwama, hawajui wataondokana vipi. Maamuzi ya mwisho yanayokuja ni ya kujimaliza, kwa sababu wanaona maisha yana maana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa neno linakuja kwetu leo ni kupenda kukukumbusha kwamba mpendwa, hauna nafasi ya kuchukua maamuzi mengine. Nafasi moja ulionayo ni ya kwenda kukaa chini na kuzungumza na yule aliyekutengeneza, yule aliyekufinyana. Yeye anajua kwa nini uko duniani. Mimi sitakwambia kwa nini, kwa sababu sikujui na wewe unijui. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote tumekutana katika ufalme wa Mungu, na Mungu ndiye anayejua kwa nini wewe uko duniani. Kwa sababu kanuni inasema kwamba mtengenezaji ndiye anayejua bidhaa yake, ndiye anayejua kusudi la bidhaa. Hii simu, usione hizi simu tulizo nazo. Mimi hii simu sijui. Mimi sina ufahamu wote na hii simu. Ndio maana ikiharibika wanakwambia peleka kwenye watu wa Samsung, ama watu wa Apple, ama watu wa Motorola, ama wale